Naitwa Isaya Hilmali Mpanda. Mimi uongozi mpya na ushukuru sana kwa sababu umeonesha kwamba unafanya kazi vizuri, na sisi wanachama tumewachagua kwa kura takribani 100%. Kwa hiyo ni ishara kwamba tumewaamini. Ni watu wanaochapa kazi, tumewaamini, tunashirikiana nao vizuri. Na naamini kupitia viongozi wetu SACCOS itafika mbali. Wana mchango mkubwa sana kwa SACCOS. Na tegemea mambo mengi sana, lakini mojawapo ni kwamba ule ushirikiano nadhani utaongezeka zaidi. Utaongezeka maradufu. Ni kutoka kituo cha Mbagala Kuu kinachopatikana hapa Mbagala Kuu shule, ikiwa ni kwenye tukio zima la kutafuta viongozi wapya wa mwaka 2025 wa St. Ignatius SACCOS. Naomba tuungane pamoja, endelea kufuatilia kwenye YouTube yetu channel, Facebook pamoja na Instagram kwa St. Ignatius SACCOS. Mimi ni Gaspar Simon, St. Ignatius News. Kwa maendeleo ya jamii, karibuni kwenye kikao maalum cha uchaguzi. Leo ni zamu ya kituo cha Mbagala Kuu. Karibuni sana. Kwa majina naitwa David Kivinge, mwenyekiti wa kituo cha SACCOS Mbagala Kuu. Kituo chetu cha Mbagala Kuu tuna wanachama 41. Kati yao 12 ni wanaume na 29 ni akina mama. Asante sana mwenyekiti. Basi kama alivyotutambulisha mbele yenu, kwa upande huu tuliovaa sare nyeupe ni tume ya usimamizi wa uchaguzi mkuu 2025 ambayo ikiongozwa na mimi. Kwa majina naitwa Goodluck Mtweve na wenzangu watajitambulisha. Baada ya hapo tutaendelea na ratiba inayofuata. Kwa majina naitwa Rehema Rajabu Senjoge, ni msimamizi wa uchaguzi mkuu St. Ignatius SACCOS mwaka 2025. Kwa majina naitwa Catherine Augustine kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya taasisi binafsi. Kwa majina naitwa Restuta Alex Mboya, ni mwalimu wa shule ya msingi Mbagala Kuu. Kwa kweli tunashukuru Mungu, uchaguzi ulikuwa ni mzuri na tume ya uchaguzi walisimamia na haki ilitendeka. Viongozi wale tumewapigia kura za ndio kwa sababu almost kwa mwaka uliopita walifanya vizuri. Walituongoza vizuri na walisimamia vizuri na walituhamasisha hata kwenye kugonga isa, akiba, hadi tukafika hapo tulipo sasa hivi. Wako vizuri, ndio maana tumeamua kuwachagua tena. Nafurahi kusema zoezi letu la mwisho na lenyewe limekamilika la kuhesabu kura. Sasa tunaenda kwenye kutangaza matokeo yetu. Basi nitaomba mniazime masikioni kidogo niwasomee taarifa ya matokeo ya uchaguzi wetu siku ya leo, ambao ni kama ifuatavyo. Taarifa ya matokeo ya uchaguzi kituo Mbagala Kuu. Wanachama waliopiga kura ni 21. Kura zilizoharibika ni 1. Mwenyekiti, nafasi ya mwenyekiti, ndugu David Nazareno Kivinge amepata kura za ndio 21, hapana 0. Nafasi ya katibu, ndugu Zuberi Ali Ngonzoma amepata kura za ndio 21, hapana 0. Nafasi ya uhasibu, ndugu Martina Atanas Buruma amepata kura za ndio 20 na hapana 0. Hii kura moja ambayo tunasema yaharibika ni kuna mwanachama mwenzetu hajaandika chochote, ameitumbukiza kama ilivyo, ambapo ilikuwa ni kwenye sanduku la nanili. Basi matokeo ya jumla ni kama ifuatavyo. Kuanzia leo tarehe 7 mwezi wa 3 2025, mwenyekiti kituo cha Mbagala Kuu ni ndugu David Nazareno Kivinge. Hongera sana. Katibu, kuanzia leo tarehe 7 mwezi wa 3 2025, katibu kituo cha Mbagala Kuu ni ndugu Zuberi Ali Ngonzoma. Hongera sana. Na muhasibu, kuanzia leo tarehe 7 mwezi wa 3 2025, muhasibu kituo cha Mbagala Kuu ni ndugu Martina Atanas Buruma. Hongera sana. Asanteni sana. Basi kwa niaba ya wasimamizi wenzangu, naomba tuwapongeze sana viongozi wapya wa kituo cha Mbagala Kuu. Tuwatakie majukumu mema na kila laheri kwenye kazi yenu ya kukuza taasisi yetu. Basi baada ya kusema hayo, nitawakaribisha sasa viongozi wapya hapa mbele.
Naitwa Zuberi Ali Ngozoma. Nafasi yangu ni katibu wa tawi la Mbagala Kuu. Mengi. La kwanza kabisa kushirikiana na mwenyekiti katika kuandaa vikao. Lakini la pili kuandaa minutes za vikao. La tatu kuhakikisha mali zote za chama zinakuwa mahali salama. Kikubwa ni kuhamasisha na kueleza mazuri ya St. Ignatius. Kwa Ignatius inafanya vizuri. Cha kwanza mikopo yake inaitwa 10%. Kwa majina naitwa Martina Atanas Buruma. Nilikuwa mhesabu fedha namba 2. Kwa sasa nimechaguliwa kwa cheo cha mhasibu. Kwenye nafasi yangu nitahakikisha, kwa sababu kazi ya uhasibu sio lele mama, na inatakiwa uwe makini kweli kweli. Kwa hiyo nitahakikisha fedha za wanachama zitakuwa zimefika sehemu husika. Hilo ndio la kwanza. Na la pili nitahakikisha vitabu, maana mhasibu ndio anayejaza humo kwenye vitabu pia, kwa sababu sasa hivi tumekuwa watu watatu. Kwa hiyo tunahakikisha kila mtu atakuwa ameingiziwa hela yake, ili kusiwe kuna mkanganyo kati ya reja na vitabu. Hiyo ndio nitakayozingatia zaidi. Kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa kituo cha Mbagala Kuu, nitaendeleza kuimarisha ushirikiano, uwazi, upendo, ufafanuzi na maelekezo kwa wanachama wangu, ili kuongeza nguvu ya kupanda, kuongeza nguvu ya kuweka akiba, na hatimaye kupata mikopo isiyo na masharti magumu, na kupata kwa mikopo ambayo itatusaidia kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine iliyo bora zaidi. La kwanza ni kuhamasisha na kuwapa elimu wanachama wangu kwamba St. Ignatius SACCOS ni SACCOS ya uwazi, isiyokuwa na vificho kama vilivyo vikundi vingine vya fedha, kwamba mwanachama ana haki ya kujua akiba zake, mwanachama ana haki ya kukopa, mwanachama ana haki ya kurudisha marejesho pale yanapopatikana. Isitokee mwanachama akwame kurejesha marejesho bila sababu yote. Kwa hiyo wajibu wangu wa kwanza ni kukumbusha, kuelimisha na kusaidia wanachama pale ambapo wamekwama kwa msaada wa Ignatius. Mnategemea kufanya matendo ya huruma kwa mfumo gani? La kwanza, sisi kituo ambacho kipo kwenye kituo cha Mbagala Kuu ambacho wanachama wengi ni walimu, tunaanzia kwenye jamii iliyopo hapa tulikuwa nayo. Kwa watoto ambao tunao hapo, kuna watoto na changamoto nyingi sana za kimavazi, vifaa vya kielimu na kiafya. Nikupe mfano tu, hivi karibuni tunataka kusaidia mtoto, lakini bahati mbaya Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Tulisaidia mpaka kuchangia damu.